cha kwanza kabisa huwa kuna ile muda wa kuwasiliana na daktari. Wakati umefika kwenye hospitali ya Mount Everest unapokelewa vizuri. Na wale ambao tunaita wa secretaries ama waandishi wetu receptionists ambao wako kwenye hospitali zetu. Ukifika atakupokea vizuri na kuelekeze je, ni huduma zipi ambazo zinatolewa kwenye kliniki zetu. Kutoka pale kuna ile basi kiwango ambaye huwa tunasema ni kiwango ama ni ada ya kumuona daktari. Kwa lugha ya kimombo tunasema consultation fee. Atakuelekeza consultation fee yetu ni kiwango fulani ambao utalipia ili uweze kumuona daktari. Okay. Na unapofika kwa daktari sasa mnawasiliana na daktari. Unamuelekeza kama binadamu, mimi daktari nimekuwa na tatizo ya afya, nimekuwa na tatizo hili na hili na hili. Naye daktari basi kutoka pale anaona je, ni baadhi ya vipimo zipi ambazo unafaa kufanyiwa. Na kwa mara nyingi tulipokufungua hizi zahanati zetu tumekuwa tukisema ya kwamba hatulipishi pesa ya vipimo. Kwa hivyo ukifika kwenye zahanati zetu idhimo twasemana idhimo ni mana tuithato inaengana idhimo mana. Kutoka pale basi tunajua tatizo linayokusumbua. Na kutoka pale basi tutaweza kusikizana jinsi ambavyo tutaweza kukupatia matibabu. Naona kuna utaratibu ambao unafuatwa pale, kwa sababu mtu akishafika anapokelewa. Mapokezi mazuri. Kisha anapelekwa kwenye pale amuone daktari, consultation, apate vipimo. Alafu sasa ndo mnasema huyu mtu ako na ugonjwa fulani, unahitaji matibabu fulani. Jambo nzuri hilo. Labda kwa ule mtu kwa mara ya kwanza haja kuona ama amekusikia kitambo ukapotea, amekuja sasa amekupata tena, labda utasema mazuri gani mtu anapata kwenye kliniki ya Mount Everest Nutritional Clinics? Asante sana Mpeti Wambua. Mwanzo kwanza kabisa ni msalimu mtazamaji wetu wa Mutongoi TV. Tumeanza na zile lapsha za kuwa tumepoteana na Beti kwa muda mrefu sasa. Tunapoonana basi kuna zile naona mtu tukaweza mimi naitwa Daktari Munywa kutoka zahanati za Mount Everest Nutritional Clinics. Tunaziita clinics kwa sababu ni nyingi, sio moja. Na mazuri ambaye tunaye pale katika zahanati zetu ni kwamba tumekuwa tukimshughulikia mwananchi, na baadhi ya watu wengi sana wametoa ushuhuda na wakawa wanatuelekeza, na watu wengi kuwa wanatutambua ya kwamba hospitali za Mount Everest ni hospitali ambazo zinafanya kazi nzuri. Kweli. Tunao watu wengi, hata ukitembea huko nje utasikia kuna mtoto anaitwa Everest Munywa. Mtoto watu walikuwa kwenye doa, walikuwa wameng'ang'ana kutafuta mtoto akakosekana, lakini alipofika katika zahanati zetu akasaidika. Sasa wakasemaje umpatie jina kama Everest pale? Everest Munywa. Na ninashukuru wako wengi, tuko na zile ushuhuda nyingi sana. Na ninatumai kwa sababu saa hizi tumerejea na tumerejea na mazuri zaidi inshallah. Nimekuambia nilikuwa nimeweza kuongeza masomo ujuzi. Na tumerudi, na kusema tumerudi mpaka na machini zingine ambazo hautazipata maeneo mengine. Ukiingia katika zahanati ya Mount Everest utakuwa sasa labda ile ugonjwa ambaye tutaongelelea siku ya leo ni ile ugonjwa mnaita mutambuko, arthritis. Tutaweza kuwa tunaiguzia. Utapata kando na kukunywa dawa kuna pia machini ya kukutibu ile viungo zako na kuanza hata kama huku unatembea. Naam. Mazuri ni mengi, lakini haya ni machache tu kati ya yale utapata kana lao udhiu kwa manana maosio then wa kliniki cha Mount Everest Nutritional Clinics. Tuisita clinics ni kwithia ni mbingi no kwithia tutabia maofisi make balama totha kwithia meikwatikana na indi ethia wibau na no mantha uiti mwikeku uitwina atui andumeno tuikola wailite tumwanya na Dr. Munywa niwe daktari munene wa kuma kliniki cha Mount Everest Nutritional Clinics na indi no bikiano kwata uiti
la wailite namba susi asimu kwa na sibitilo pithio wakio chaku ani susi andakitali na ethia wine kulio na yotuma kusila kwa ilita tu kenda 1523 915 nyo namba ya utumani mkuvi. Daktari, kabla tujafika kwenye mtambuko, labda kwa kifupi tu unaweza ukatueleza yale magonjwa mengine unatibu kwenye Mount Everest? Asante sana Mpeti Wambua. Katika hospitali zetu za Mount Everest Nutritional Clinics tuna ujuzi wa kutibu msukasuko wa damu. Ndio ile ugonjwa tunaijua kwa lugha ya Kimombo high blood pressure. Ningependa sana kama ungazisema ukichanganya na Kikamba kwa sababu kuna susu wako pale anakusikiza. Ananisikiza. Anasema usiweva wawa kwambata kwa nthakame. Kwambatwa ni nthakame. Kwambatwa ni nthakame. Kwe uwa sukali. Diabetes. Nitwitha tukiigita mowau makithui kana kibala. Zile matatizo ambazo zinakuja na allergies za baridi, kifua, dhina si asthma. Uketha wivuno etha ana dhina ya we mundu ume. We wotuku. We mundu ume etha aithuku motuku. No aemie. Ukabika dhini wa hospitali cia Mount Everest. Ukekala tangali yumete DT Dobi. Mpya. Gari mpya. Uketha wivuno etha ana dhina ya ulcers. Nuitha ana dhina ya kwitha uyalione mutwe muno. Typhoid, malaria, niyo twita ndetema. Dhina ici cionthe nginya kindu twita mimba twitha atwithinikia. Uka kinya thini wa hospitali cia Mount Everest no kwitha uitetheka. Uketha nuithite uimantha mwana. No alikie thini wa mutwano umanthite mwana kwa ivinda yasa. Na angini ya metha meukwevu indi thutha wa ivinda inini about mei 3 uketha ni etika. Kweli. No kitu kitakwasya miscarriage. Angini ya mesa wokwate evu ya mukiba yo twita ectopic pregnancy. Itakwasya ndukathinike ingi. Thina cia infections. Na sana hizi ni shida ambazo baada yangu ya kurudi nchini baada ya kuwa nje kwa muda mrefu nimepata hizi cases za infections ni nyingi sana. Ninapoingia kwenye zahanati yangu yeyote ile unapata uko na kesi kuanzia 5 kuendelea juu za infections. Kuna hii kitu ingine nayo nimepata imegomea watu sana. Imeegemea watu wengi sana hii ambayo tunaita H pylori. Kila mtu ukipatana na yeye when ka H pylori kaya kwa kana esiosioka. Aliambiwa ni ile ka H pylori yake mpaka imekuwa yake, ameshaikubali kama part of kubali ameiona. Ndio ilifanya kurudi. Hii ni bakteria hatari zaidi. Wakati mwingine nilisema hii ni bakteria ambaye inaweza ikakuletea matatizo ya vidonda vya tumbo. Na kwa watu wengine hii ni bakteria pia inaweza ikaleta matatizo ya saratani ya tumbo. Yani stomach cancer. Kwa hivyo huwa nasema usije ukapuuza tatizo yoyote. Na watu wengi waacha hii mambo ya kukua madaktari nyumbani. Unajitibu. Watu wengi wanatumichukuanga simu, anaingia kwa Google. Hapo najua tuko wengi unajua. Sana. Unapata ati anasikia kuna kauchungu hapa kwenye kifua. Ikitokea huko kwa nyuma anasema ni pneumonia. Unakimbia unakunywa antibiotics. Siku 7 ama wiki 2 umemaliza antibiotic lakini maumivu bado yako pale. Hiyo huenda ikawa labda hata ilikuwa shida ya moyo. Ugonjwa tunaujua kama angina pectoris. Huenda ikawa labda ulikuwa na shida ya hyperacidity. Kwa hivyo usikue mtu wa kuegemea ile simu yako ama kutumia simu yako kujitafutia matibabu. Kweli. Tunasemanga ama huwa nasema ya kwamba usipotumia chakula zako vizuri kama dawa, utabaki ukitumia madawa. Iseme kwa Kikamba. Ni msemo mzuri ule unajua. Ni msemo mzuri. Tukitaka kuasioka leo tumia leo waku nesa tandawa. Ukatumia ndawa tale waku. Ukethia ayuwe watu ikie mundu wa kunyusa ndawa nundu no avitu kiona kiwango chako itika. Yes, nuona andu metha ama itumia ndawa kwacha
samonza na weyo saa 10 oketha ena ndawa cia masaa maundio mama kulala. Ukienda kulala bado uko na dawa. Usijaienda unapata mtu ameandikiwa dawa meza 1x4. So anajizigawanya masaa itoshe 4 times. Si eti asubuhi, mchana na jioni. Yes. Whether mundu wote umeanda watali. Wengine ni kama wale wagonjwa ambao wako na matatizo ya sukari, pressure. Huyo mtu hata kama alikuwa anaenda safari ya ndege, anaweza achwa na ndege, akikumbuka amesahau dawa zake zenye anamezanga. Kweli. Kwa sababu aliambiwa hizi dawa utazikunywa mpaka siku ya Maulana atakayesema siku yako imefika. Itakuuliza swali moja ambalo kwa kiwango kikubwa watu wamekuwa wakisema pressure. Naam. Inakaa ni kama ugonjwa ambao ukishakuwa naye ama ukishikwa una survive maisha yako yote tu unakuwa tunakunywa dawa. Kwa ujuzi wako ambao umefanya ama utafiti ambao umefanya kwa kiwango cha hivi, utasemaje? Pressure inapona ama haiponi? Asante sana Betty Wambua. Pressure huwa tunasema cha msingi ni kudhibiti ile kitu ambayo imeleta pressure. Kwa sababu kila ugonjwa huwa kuna mahali ilianzia. Kuna ile ambaye tunasema kiini cha ile ugonjwa. Uyu kila suomwe Betty uketha ni onako niwe ni pressure. Ayi. Ndio lazima kwethe kuina thina. Vena itumi. Na nikio avani uyu nivo gitaka kuasia ni useo muno kutumia liu waku nesa tandawa. Unduka leo tumia liu waku na kiasia kutumia liu waku nesa tandawa. Tiko yobune. Thank you. Aye. Gitaka kuasia ni kutumia liu yetu ita balanced diet. Healthy foods. Ndukakite kuye liu no kuthiuthieta na mbe na kuneba na kuneneba. Na hoti umenya lists kana ya liwusu utumia. Uketha uhasa waku no avuti 5 ndiwe na kilo ya nanakuna. Najua tuko wengi hapa. Tuko wengi. Lakini nimefurahia kukuona Betty umekeep fit wakati niliondoka nafikiri niliacha nimekupa mawaidha mzuri. Nimeona wewe ni mwanafunzi mzuri. Kweli, mimi ni mwanafunzi mzuri. Daktari, ningependa tukimbilie mambo mawili ambao ningependa tufanye. Kwa kuna watu labda wanauliza Daktari Munywa, karibu sana wanasema hivyo. Kuna msichana anaitwa Mwende anasema salimia daktari sana, mwambie Luka amepiga na umuulize kliniki yake iko wapi Machakos. Na ningependa kwanza, kwa sababu kwa mara nyingi hatuja kuona kwenye TV, utupatie ndambo kasia ku kanota ili nikisia kubale binko itwe nikanatu omo yutu ko tulike mutambo ko nenda utwele sikindi ni cha mutambo ko kuma umo wa mutambo ko kwisila dalili kudhibika uiti na prevention. Lakini kwa hoyu ambao tutabia ili nikisia kuili bingo itwe kwa mtu ule mara ya kwanza haja kusikia. Asante sana Betty Wambua, labda uko pale ungetamani sana kutembelea kliniki zetu za Mount Everest Nutritional Clinics. Kliniki yetu ya Machakos inafunguliwa kila siku kuanzia siku ya Jumatatu hadi Jumamosi. Na tuko pale nyuma ya Old Naivas, ama ukiangaliana na kitu tunaita Mulu Mutesia Garden. Tuko kwa nyumba inajulikana kama Superstar Building. Pale orofa ya kwanza utapata Mount Everest Nutritional Clinics. Na madaktari wetu wote, hata usipompata Daktari Munywa mwenyewe, ule daktari utapata pale atakuhudumia vizuri. Na mimi mwenyewe kila siku ya Jumamosi nitakuwa napatikana Machakos. Kliniki yetu ya Nairobi tuko pale Latema Road, nyumba inajulikana kama Royce Plaza. Na Royce Plaza iko mkabara ama imeangaliana na Maximum Miracle Center pale kwa Pius Moiro. Tuko pale orofa ya 4. Pale itabidi utumie ile tunasema elevator ama utumie lift. Kufika katika kliniki yetu. Kwa hivyo atakana kwamba uko na shida ya kutembea, usiwe na wasiwasi, kwa sababu ukiingia lift itakuweka pale kwenye kliniki yetu mjini Nairobi. Tuko na kliniki upande wa Meru ambayo inafunguliwa kila siku. Na tuko pale nyumba inajulikana kama Sara Plaza
na Sara Plaza iko mkabara na stage kubwa, ile stage ambayo ndio main stage kule Meru. Tuko hapo mkabara ama next to Mathai's supermarket. Naye inafunguliwa kila siku. Kila siku ya Jumatatu tutakuwa tunatembelea mkaaji wa Matu. Na Matu tutakuwa tunapatana pale New Thika Road along Garissa Highway. Ile Mwingi Garissa Highway pale karibu na petrol station ya Total. Tutakuwa pale kila siku ya Jumatatu. Kila siku ya Jumanne tutatembelea mkaaji wa Tala. Na Tala tutapatikana pale Dhoki House. Kwa hivyo ukiwa pale Tala, pale Dhoki House tutapatana pale siku ya Jumanne. Kila siku ya Jumatano ndio Wednesday tutatembelea mkaaji wa Masi. Na Masi tutakutembelea pale Jaborani kila siku ya Jumatano ndio Wednesday. Kila siku ya Alhamisi tunatembelea mkaaji wa Kibwezi. Na pia tunatembelea mkaaji wa mahali kunaitwa Emali. Na Emali tutakuwa pale Kedumol kwa PC, na Kibwezi tutakuwa pale PCA Hall pale Kibwezi. Siku ya Ijumaa tuko na maeneo kadhaa ambayo tutakufikia. Wewe mtazamaji wetu wa Mutongo TV, mkaaji wa Thika, tutakuwa Thika siku ya Ijumaa. Na Thika tutakuwa pale mahali kunaitwa Rwambogo. Maeneo ya upande wa Embu tutakuwa pale Morning Glory, pale Morning Glory Plaza upande wa Embu, iko karibu na KCB Bank. Siku hiyo tunatembelea mkaaji wa Wote. Na Wote tutakuwa pale Morning Glory Hotel upande wa Wote siku hiyo. Siku ya Jumamosi ndio Saturday tunatembelea mkaaji wa Mombasa. Na mkaaji wa Mombasa tutakuwa pale City Food karibu na bank ya KCB ama karibu na Blue Room Hotel mjini Mombasa. Asante. Naam. Na hindi mwendo musiaisia wa Mutongo TV. Tuina mweni Dr. Munywa kuma clinic cha Mount Everest Nutritional Clinics. Matongo etie kana medhito mahita kwa anda wasi ya mete na wituoni musio. Makonyesimu. Hedhandu neiwa ndakitali bandu kweta bakubi naku. Nukwendo bandabaloku kabakubi naku. Kano nukwendo book appointment kano kumukuli mokulio. Mukonyesimu kusila kwa noti mwonza. Noti than 35. Na mbesuni 0710656565. Kana noti mwonza itatu ilinyanya inyakenda. Nambesi ni 0733282849. Na nambesi siyonde aisi kunenge buswesio ya kutumanya na daktari nikana abikie na kuonenga oiti musio wanda wa siamete. Daktari nenda tuambia na Mutambuko. Na kabla sijasoma kuna mama mmoja hapa ametuma message akasema, Betty umeshinda aje na Daktari Munyo msalimie. Naambia alifanya kazi nzuri kitambo sana 2023. Anasema mama yangu inyawa kwa aina dhina wa Mutambuko na toe watu kakuwa na Daktari Munyo ya referral na kumebinda yu Mutambuko wake ni watheye. Kwa ulo kumanda mundakitali wa Mutambuko atuwanya na Dr. Munyo na indi nenda wando kutuelesia umo wa Mutambuko. Kuna watu wanakukumbuka usifikiri watu wamekusahau. Kuma umo wa Mutambuko, dalili sia Mutambuko na oiti wa Mutambuko. Nondo muntu wanakuisiana na Mutambuko? Nimovea muno Betty Wambua. No wa Mutambuko kana arthritis. Ni wawo kuidhao ikwata malenyo. Na huwa tunasema arthritis iko na sababu nyingi sana. Moja, huenda ikawa labda ulianguka kitambo, ukagongwa labda kwa goti lako ama ukagongwa mahali pengine. Ugonjwa ya arthritis inapenya pale. Inaanza kula pole pole. Ya pili ni dhina ya immunity. Immunity huwa tunasema ni askari ambao wanazuia mwili wako kupatana na matatizo. Inalinda mwili yako. Inaweza kuwa iko na tatizo, ikuwe iko compromised, uanze kusumbuliwa na shida za arthritis. Hiyo sababu nyingine, huenda ukawa uko na ugonjwa mwingine kwa mwili, kwa mfano ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa blood pressure, shida za pneumonia. Hii tunasemanga opportunistic
ama uko na underlying condition. Wakati daktari anakuuliza kama uko na any underlying condition, je, umekuwa na ugonjwa mwingine ambao umekuwa ukikusumbua, basi ugonjwa ya arthritis huenda ikapenya pale ndani na ikaanza kukusumbua. Na hii ugonjwa huanza kwenye viungo zako, joints. Na viungo ni mahali popote ambayo kuna jikunja, kutoka vidara za mkono, miguu, mgongo, malenyuma, mgongo. Kuna mtu akiinama hapa beti, ati alikuwa anafanya kitu kidogo, anaanza kuinuka kama ndege ambaye inataka kupaa. Haezi akaamka mara moja. Utapata labda huenda akawa ako na ugonjwa wa arthritis. Na kwa nini nimebobea sana kwa kuwa nimetibu ugonjwa wa beti wa mbwa? Ni kwa sababu nilikuja kugundua ya kwamba arthritis kana uwawa mutambuko ni mithemba mingi muno. Tunasema ni zaidi ya aina 100. Ni mwawa makilia ma mithemba ya naiba ya naimwe. Ni useo muno kwamba kumenya arthritis wena yoni hiyo arthritis uko nayo ni gani. Usije ukakunywa dawa ya arthritis yenye huna. Daktari no twasipe andu basi ya mutambuko nduboa. Na ila tukwase mutambuko nduboa no wasikana maybe mundu ethe enywa ndawa cia mutambuko ula utenagu na ndesi kana eka kunywa chalia aituliza mutambuko, lakini ndanesa kuita mutambuko ula winaguo mwini wake. Watu wengi wamekuwa na hiyo kasumba ya kuamini ya kwamba arthritis haiponi, lakini niko hapa kukupatia matumaini ya kwamba arthritis iko na dawa. Huenda ikawa umekuwa ukitumia dawa ambazo si ya ile ugonjwa ambayo uko naye. Labda umekunywa dawa na ile arthritis uko naye sio hiyo unatibu. Arthritis ni aina nyingi sana, ni zaidi ya 100. Ama labda umepewa dawa za kupunguza tu makali, na wakati ile dawa inaisha nguvu kwenye mwili, maumivu inalegea tena. Nilikueleza kwa Mount Everest watu huui uchungu, kwa sababu tukivua uchungu basi hatujatibu kiini cha ugonjwa wako. Kwa hivyo cha msingi ni vizuri ufike katika hospitali zetu za Mount Everest, kuja ufanyiwe vipimo kwa utaratibu, na ili tujue je, arthritis uliye naye ni arthritis gani. Uko pale umekuwa ukiumwa na viungo, umekuwa na matatizo ya kufula kwenye viungo zako, umekuwa na matatizo ya muscle pull. Msieta hata kikamba muscle pull. Kananu ithite wina thina ya kwanda, numbness, na kwitha uigwa wina muti ya mwingi malenyu mako, unachoma kama makaa, unasikia kama miguu yako unasikia ni kama mtu amekanyanga makaa ambaye iko na moto. Kuna watu wakiamka asubuhi anasikia kama anakanyanga mishumari. Huenda ikawa meiwa. No withe wino wa mutambuko. Tukitaka kuasia ni useo muno kuka kuthimiwa na nigetha tumenye uwa usui na uwo ni uwa uiva. Na bila shaka utaweza kufaidika na tatizo yako itaweza kufika mwisho. Ndani ya kliniki ya Mount Everest Nutritional Clinics mnakuwa na vipimo ambavyo vinasaidia mtu kujua ile mtambuko ama arthritis yako nayo, sio? Tuko na vipimo zote ambazo zitakuja kukutofautishia ile ugonjwa ambayo uko naye. Mtambuko usiwe na uone mtambuko wiva, kana ilonda isiwe na sio sievu ni ilonda sieva. Tuko na hizo vipimo ambazo tutaweza kujua baadhi ya magonjwa ambayo uliye naye, na bila shaka utaweza kufaidika. Masaa yetu tunaona muda kidogo natupa kisogo. Lakini ningoenda ve mundu ethi anakulia maubisi manda kitali usumwi nake beti mwatinda takete ndakitali ungia kangulia asia tala ethi aba ve mundu ngethi anakulia kliniki kiucha masaa kukiva ndina kwatia na indi nenda kwa mituke nundu wa masaa maitu wambo tutabia inge maubisi menu meba kwa muda mchache sana. Nimesema Machakos tuko karibu na Murumo Tesia Garden na tunafungua kila siku. Mimi mwenyewe Daktari Munywa napatikana siku ya Jumamosi. Nairobi tuko Ratema Road karibu na Maximum Miracle Center, inafunguliwa kila siku. Upande wa Matu ni siku ya Jumatatu, Tara ni Jumaine, na Tara ni Dhoki House, Matu pale Jumatatu ni New Thika Road. Na labda kwa sababu ya muda naona umetupa kisogo, ungetaka kuwasiliana nasi ama ungetaka kujua kwenu, na huwa nasema atakana kwamba hujajisikia tumetaja maeneo ya kwenu, nambari zangu za simu ziko kwenye runinga yako. Piga niambie daktari, tuletee clinic hapa karibu.
na nitaweza kuwaletea clinic pale karibu na wewe. Piga namba noti muonze noti 335 namba yesu ni noti ni 0710656565 kana noti muonza itatu ile nyanya inyakenda namba yesu ni 0733282849 na namba yesu sionde makuli aloto nokwithia wina mo kwenda tumanya ndakitali nduneiwe bala kliniki kila kiba kubina kuki nukwenda book appointment ya kwimwe kwa imwe wendo komana nake 1-on-1 ayikona na mpisu ningwisi yokelela noti muonza imwe noti 335 0710656565 kana noti muonza itatu ile nyanya inyakenda namba ni 0733282849 na namba isu sieba idhe wake kio chaku. Daktari tumalize. Sio ni wa WhatsApp. No sio line wa WhatsApp unaweza tuma. Anaweza tuma swali yake kwa WhatsApp na kuria thini wa Facebook Mount Everest Nutritional Clinic. Utapata page pale. Kana Dr. Munyua's Wellness Center. Ni mwendithie kiwio kiseo. Lakini kabla tujamaliza nataka tumkumbushe mtazamaji kitu moja. Naam. Ale yako yale wake nesa tandawa akasandawa tali wake na indi Mount Everest Nutritional Clinics kwa witi musio mubea munono ndo akuka tiko manenge twende na kuita na indi utuonye mausiala umisie mwingo na tuendelee kupatana na kusaidia wale watu ambao wamekuwa na magonjwa tofauti. Asante sana na mtakia usiku mwanana. Mungu awabariki nyote na wewe ambaye unaumwa ungua pole na ufike katika zahanati zetu na bila shaka utapona. Asante. Shukrani.